wangu ni wewe. Haja ya moyo wangu ni Yesu. Tamanio la moyo wangu ni wewe Baba. Tamanio la wokovu wangu ni wewe. Tumaini langu ni wewe. Asubuhi ya leo na kutamani wewe, ukaniongoze, ukanitawale. Nimeingia katika nyumba yako nikiwa na tumaini la kukutana na wewe. Nimeingia mahali patakatifu nikijua ninakutana na wewe Baba. Haja ya moyo wangu ikatimie siku ya leo. Asante kwa watoto wako ambao pia wametamani kukuona, ambao wametamani kukutana na wewe, ambao wametamani Baba ukawanene, ukawahudumie, ukaguze mioyo yao, ukaguze maisha yao. Na kushukuru kwa wasikilizaji wetu wanaotegea stesheni ya Sayare FM. Ninakushukuru kwa watazamaji wanaotutazama kwa mitambo ya YouTube, kwa mitandao ya Facebook, kwa mitandao ya Kishi Hot TV. Jehova, ninawatangazia unakutana na haja ya mioyo yao. Katika njia ya kipekee unawahudumia, katika njia ya kipekee unawaguza, katika njia ya kipekee unawabariki, katika njia ya kipekee unawainua. Siku ya leo sifa zitakurudia, maana wewe ni Mungu unayestahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tumeinua mikono yetu mbele zako, tumeinua mioyo zetu mbele zako, tumeinua matarajio yetu mbele zako, tumeinua mawazo yetu mbele zako. Baba, ukachukue ushukani, Baba ukatawale, Baba ukatufanikishe, Baba ukatutende wema, maana wewe ni Mungu. Natangaza nguvu zako, nguvu ambazo zimeshinda nguvu zote za ulimwengu, nguvu ambazo zimeshinda misingi yote na wafalme na watawala, nguvu ambazo zimeinuliwa zaidi, zinatembea katika njia ya kipekee na kugusa watoto wako na kuwahudumia, na kuhudumia kanisa lako, na kuhudumia taifa lako, na kuhudumia ulimwengu mzima. Maana wewe ni Jehova. Unasema ikiwa watu walioitwa kwa jina langu wataomba na kujinyenyekesha na kuziacha njia zao mbaya, mimi nitawasikiza kutoka mbinguni, nitawasamehe makosa yao na kuiponya nchi yao. Siku ya leo Baba, ponya nchi yako, ponya watu wako, ponya taifa lako, ponya kanisa lako, ponya mioyo ambayo imebondeka, ponya mioyo ambayo inalia, ponya mioyo ambayo imekwaruzwa, ponya mioyo ambayo imejaa vidonda na makovu, ponya mioyo ambayo inatokwa na damu. Jehova, hudumia watoto wako kwa njia ya kipekee, hudumia kanisa lako, hudumia taifa lako, maana wewe ni Jehova. Siku ya leo unatenda mambo yanayozidi ufahamu wa wanadamu, unatenda mambo ambayo Bwana hakuna mtu atakayeweza kuyatafakari. Tenda makuu Jehova, tenda makuu Jehova, tenda makuu Jehova, tenda mambo makubwa. Ijulikane wewe ni Mungu. Jidhihirishe kwa nguvu zako, jidhihirishe kwa uwezo wako, jidhihirishe kwa mamlaka yako. Ulimwengu kutambue kwamba wewe ni Mungu, ulimwengu kutambue kwamba wewe ni Jehova. Asante Baba, maana umesikia na umetenda. Na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Pigia Bwana makofi mazuri popote ulipo, na Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu. Yeye ni mwema nyakati zote. Anatusaidia tu, sio kwa nguvu zetu, sio kwa uweza wetu, bali ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asubuhi ya leo nimebarikiwa kuwa mbele zenyu ili kwamba tushiriki pamoja neno la Mungu. Naamini kwamba Mungu atatusaidia kukubali neno lake na kulipokea na kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Juma lililopita tukawa tunaongea kuhusu sisi ni wapitaji, kwamba sisi ni wageni kwenye ulimwengu tunaoishi.
Lakini kuna muji tunaoutazamia. Lakini omukino togane muji ambao misingi yake ilitengenezwa na Jehova. Omochie emelia ya roseti una monene. Tukaangalia matatizo ambayo kama wasafiri na wapitaji tunaweza kuwa tunayapitia. Tokarona emechando buna intue abutogo tara sense yega togo etera. Tukamalizia kusema kwamba suluhisho ya yote tunayopitia ni Mwenyezi Mungu. Tukakolera togo teba ngali chibwa saa yonsi nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Asubuhi ya leo nataka tusome vifungu 4 tofauti. Na kwa sababu mimi mwenyewe nimezipata ziko karibu, labda wewe utajaribu kuisongea karibu na kuifikia. Ya, na kama utazifikia utakuwa umeziandika chini kwenye daftari lako. Na utaandika na itakuwa ya baraka. Warumi 8:28. Abarumi sana isato emerongevere na sana isato. Romans 8:28. Abarumi sana isato emerongevere na sana isato. Na tuamanyirenga nyasaye ni gakora manganons amona bali bamwanchete elio abanyorere amaya bali abarangiriwe ase omurubirioye. Amen. Kwa Kiingereza inasema, and we know that in all things God works together for good to those who love him, to those who are called according to his purpose. Romans 11:33. Romans 11:3. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable and unscrutable are his judgments, and his ways past finding out. Obonge bwobonda no bongaini nekisemibire asenyasaye tibikorengeka ebina byaye tibikomanyekana nechinjira chaye tichikorengeka. Romans 16:27. Barumi 11:22. To God alone wise be glory through Christ forever. Amen. Asenyasaye omonyene obongaini bweka ogotogi gwa kale na kale ase Yesu Kristo. Amina. 1 Corinthians 1:25. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Ekiagera oboliri bwa nyasaye mbole no bongaini kobwo bongaini bwa mwanya bantu na obole bwa nyasaye mbole ne chinguru kobwa echia mwanya bantu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mwana bakwe. This morning I want to speak about the wisdom of God. The wisdom of God. The wisdom of God. That God alone is wise. And to him alone be the glory through Jesus Christ. Amen. So he is the only wise one. Human beings have wisdom, but their wisdom cannot be likened to the wisdom of God, because God himself says that his folly is beyond the wisdom of man. His foolishness is above the wisdom of men. So where God acts foolishly, it is still beyond the knowledge and wisdom of men. So God is all wise. There are some characteristics of God that we know or we learn about.
We always say God is good all the time, and that is his nature and character. Praise the Lord. Amen. But God is not only good. God is loving. God is wise. God is mighty. God is transcendent. God is majestic. God has very many characteristics and attributes. There are some characteristics of God that man cannot possess. And there are some characteristics of God that we can possess but on a lower level. Like God is eternal. He has no beginning, he has no end. But human beings have a beginning. Our beginning is when we are born. And when we shall die, that is our end. But God has no end. God is a spirit. We are mortal beings, we are human beings. So we cannot be spirits like God is. So we cannot possess that nature. God is transcended. So we cannot be transcended like God. We are here on earth. Praise the Lord. So there are some characteristics of God that we cannot try to have. But there are some characteristics that God allows us to possess, so that we can use them for his glory. And one of them is wisdom. So what is wisdom? What is wisdom? Wisdom is the ability to know and apply knowledge to a particular situation correctly. Praise the Lord. Amen. Getting the knowledge, then using it in the right way for the right situation. That is wisdom. So that is what God is. God is wise. In his creation there is wisdom that was used. He began to create all other things. Then he created man. He could not create man before creating other things. So there was some wisdom that was used in creation. And the wisdom of God continues in generations and generations. There is a wisdom that God used to destroy the people in the days of Noah and to save Noah and his family. There is a wisdom that God used to save Moses in the hands of Pharaoh when Pharaoh was killing sons that were born from the Hebrews. There is a wisdom that God has used in ages and ages, and even today God is still using wisdom. And this is what today we are learning. We know that God is omniscient, knowing everything. He knows the end even before the beginning. He knows everything and nothing is hidden before him. Even the words that we are about to speak, God knows. Even what we are thinking in our hearts, God knows. Even what we are feeling in our body,
bodies, God knows. And because of that knowledge, then there is a wisdom that God applies to his knowledge of everything that happens to us. And that is why we have read in Romans chapter 8 verse 28 that, and we know. And we know. So it is not something that is coming to us abruptly. We are aware of this thing, that God works in all things together for good. Everything that happens in our life, God is using it for good. Those things that bring us down are still being used for our good. Those things that are meant maybe to make us cry, they are also for our good. Things that are making us sometimes to despair, they are always for our good. Those things that make people even mock us, they are for our good. Things that make people to mock us, they are for our good. Things that make people reject us, they are for our good. Things that make people stop to associate with us, they are for our good. Praise the Lord. Amen. Things that make our enemies to rise against us, they are for our good. If the enemies do not rise against us, then Deuteronomy chapter 28 verse 7 will not happen. It says that when your enemies come to you in one way, I will scatter them in 7 ways before you. So if the enemies are not arising against us, then it means the promise of God will not happen in our lives. The promise of God will not happen in our lives. Praise the Lord. So all things, not one thing, all things, they work together for good. I was trying to imagine when coronavirus was announced in Kenya, and there were so many guidelines that were given. There are a lot of things that were spoken. We were told, go and purchase a lot of food and stock in your house, because there is going to be 2 problems. One problem, there will be scarcity. The second problem, the prices will go high. So because you want to avoid such problems, it is the time for you to stockpile in your house. Praise the Lord. Amen. But I was looking at the statistics and the news about last year. We are used to hear in Lodwar people are dying of famine and hunger. But last year, there was no food that was taken by Red Cross to Lodwar. There were no people who died in Lodwar. We did not hear such things happening in the country. So where did the food come from? God himself knows. In his wisdom, even if there was a calamity in the land, still there were the provisions of the Lord. Praise the Lord. Amen. Moses tells the Israelites that God humbled you down in the wilderness
He humbled you down in the wilderness Nyasaye akabaira ni insali asero so that you can feel hungry, ligara mo wenchara so that you can go through lack of food, inga motuboru endagera in order to make you to understand ligara mo manye that man does not live on bread alone, inganya bangwanya bantu but on every word that comes from the Lord. kolenda sendagere ko So when these Nyasaye people were going through lack of food, ekera bantu abatabwate God ndagera was telling them, Nyasaye gali ko I am batebya your provider. igo nchenu ko I ba know where the food is. igo manye ta I know sendagere where manna will come igo from. manye te semane I arwe know where quails will come ni from. manye ta se I know kwensira where water will come ni from. manye te sa machara arwe Praise the Lord. amen So God works together for good. Nyasaye gagokora asobwamo asobia Hallelujah. amen I want us to learn 3 things about the wisdom of God. ntagete tomanye bintu bitatu igoro yobongaini wa The Nyasaye first thing, egentegetangani the first thing, God knows what is best for us and that which will most glorify Him. Nyasaye gamanyete kelikere kiyamona asetole na kelikere amwimokererie igoro God knows what is best. Nyasaye gamanyete kiyamona asetole The best thing. ekiyamono So what God is giving us is the best. ekinyasaye agotoa igokere kiyamono The health that we are enjoying today is the best. helitieri tokwegokerirero nerere The ngiyamono salvation that we are experiencing today is the best. ogotoleka kori tomwaterero nakwo kuyamono Everything that is happening in our lives is the best that God has brought to us. kerigagokoreka sobogima bwaito na kie kiyamono asechinga kiechiga The best thing gives glory to God. egente kia kaenya sao bonene Praise the Lord. amen When God created everything, ekero Nyasaye atongete He keregento said, behold, it is good. agateba ngarora byonsi nebia Behold, it is good. rora nebia And when He created man, nekera atongete He mwanya said, bantu agateba it is so good. igokere kiyamono So it is so good. ekabo kiyamono In other words, asamanganande He was being glorified in man. iga etuo bonene goetera ase mwanya bantu When He looked at human beings, ekera aligereti mwanya bantu He saw the glory. akaroro The bonene Bible says in Psalms chapter 8, ebibilia egoteba ase saburi isana isato verse 5, isano that even though God has created us lower than the angels, inga nonyo ototongire tore isemono kobwa but He abamaraika has crowned us with His glory. lakini ototuntubire n'obonene bwaye So His glory has covered us. igongo obonene bwaye The bwatotuntubire angels do not have the glory of God, abamaraika tibabwati obonene bwa but we Nyasaye have the glory of God. lakini ntunto bwata obonene bwa Praise the Nyasaye Lord. amen The beasts of the world do not have the glory of God, ebitongwa byense tibyo bwati obonene bwa but Nyasaye we have the glory of lakini God. nto bwata obonene bwa Nyasaye The treasures of the world do not have the glory of God, enibo yense tebwati obonene bwa Nyasaye because they have been created by the hands of men. ekiagara nigo byarosigu n'amaboko But mwanya bantu everything that God has created has His glory. lakini keregento keri Nyasaye atongire goke bwata obonene Praise bwaye the Lord. amen So God has a plan for you, Nyasaye nabwata emeroberi and asoro that plan is to make you more like His Son. nemeroberi eyine eryobe buna omwana He oye wants us to conform to the image of Jesus. igatagete tobe buna Kristo He Yesu wants us to look like Jesus Christ. igatagete tororekane buna He Kristo wants Yesu us to be the heirs together with Jesus Christ. igatagete tobe ababwatani na Kristo Yesu Praise the Lord. amen So He knows what is best for us, igamanyete ekikere kiyase and tole that will glorify Him. ligera kemo obonene Hallelujah. amen He tells Jeremiah yagotebi Jeremia 29 verse 11, emerongo for I na know kianda the ikomene plans that I have for you. inga nimbwate emeroberi nimanyete emeroberi mbwata asoro I know the plans that I have for you. nimanyete emeroberi mbwata It is asoro not plans for disaster, but plans of future and hope. tari emeroberio yogokoretera amabe korende emeroberi ya Future and hope. ya motwe nogosemeria Hallelujah. amen He knows the plans that He has for us. namanyete emeroberi abwata He esetori knows what He wants us to be. namanyete nga nkiatagete tobe He knows what we are supposed to be in Him. namanyete nga nkiatagete tobe goetera asarere
And that is what he is working. na kinde kiagendera tokora emirimo. That is why Paul tells the Philippians, na kiakwara Paulo agotebia ba Filipi chapter 1 verse 6, eye moisana that he who began a good work in you, ingori ochagete emiroberi he will yaso bring it to an end. naye kore He will accomplish it. naye ikiranie He knows the plan. nabwate He namanyete knows that emiroberi this is what you are supposed to become. namanyete ngeke na And kyongwanera he knows tobe that when you become, you will glorify him. namanyete ngeke rorabe no moyemukire So he is igoro working to make you glorify him. igo nagendera tagokora emirimo ligerayo moyimokirerie igoro. Hallelujah. Amen. So God knows what is best for us. Nyasaye namanyete kerikereki yase tuli. Isaiah 55 verse 8 and 9. Isaya emeronge tano na isano. For my thoughts are not your thoughts, Inge birangarali byane tibirie birangarali byane. and my ways are not your ways, Nechinchera chiao, nechinchera chiane tali chinchera chiao. says the Lord. Namone no goteba. For as the heavens are higher than the earth, Ingabuna igorere igoro mono kobwense. so are my ways from your ways, Nabone chinchera chiane koruase chinchera chiao. and my thoughts than your thoughts. Ne birangarali byane kobwe birangarali So byao. as far as the heaven is from the earth, Ingabuna igorere igoro mono koruase ense. that is how God is thinking, Na Nyasaye and nabarengerera. that is how he is working. Nabonde nabagakora emirimo. So he knows what is best for you, Amanyete ekikereki yaso. and everything that is best has the best time. Negento kereki yange bwata chinga kichaye chingia. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. If you want to prepare the best meal, Onye gotagete korosi endagerengia. you also need the best time. Noga netene chinga kina chiroti chingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kama unataka kuandaa chakula kizuri, Onye gotagete korosi endagerengia. tena unahitaji wakati mzuri. Noga netene chinga kichingia. Ukitaka chakula bora, Onye gotagete endagerengia. unahitaji wakati bora. Notagete chinga kichingia. Hallelujah. Amen. Can you prepare kuku fry ama nyama fry na pilau for 5 minutes? No karange nyama gose ngoko gose birau ase kitagika isano 5 minutes. kitagika isano Unatoroka, you are running with time. otagete komanyoka ne chinza Uko na dakika 5 obwate kumaliza chenye kitagika unafanya. isano If you have 5 minutes, onya kobwate kitagika isano the best you can prepare is a cup of strong tea. egento giokora arosi ne turungi Hiyo ni haraka. ine ra bwangu Na unakunywa kama umesimama kwa mlango, onyuga otene ina asomora na unaruka nje mbio ukienda. osoka isiko goko. Hallelujah. Amen. Would you do that for a pilau? No kora yi ase birau. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vitu vizuri ambavyo Mungu anaandaa vinakuja kwa wakati mzuri. Ebintebi ya birinya sahari ganirie ogo bigoja ase. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu kimechelewa. Kende nkeyo Hakuna kitu kimeshindwa kukufikia. Kende nkeyo Vitu yego vizuri yorugo ambavyo Mungu anakuandalia ebintebi ya viko birinya njiani, sahari vinakuja. akorose irikera Vinahitaji biregoja. wakati wa kutosha. Vinahitaji muda mzuri wa kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwa naambia watu, ukiona cha mwingine kikipita, Otabia mantenga okororekia bana jua chako kinaendelea kupakwa rangi. Chako kinapakwa rangi. Wakati kitamalizwa kupakwa rangi, na kikuje kwako kitakuwa bora zaidi kuliko kile ulichoona kinapita. There are better things coming our way. Kuna vitu vizuri ambavyo Mungu anatutia. Kuna vitu vizuri Baba anatutengenezea. Haijalishi imechukua muda gani, vitu vizuri vinakuja ambavyo Mungu ameviandaa. Hallelujah. Amen. Waebrania 6:9. Abaiberania isana ne mokianda. Mwandishi anaambia Waebrania, Omanene to you today, ndagitego kwanda as a servant of God, I am sure of better things in your life. Ninde no maana igoro yebinte I bya am sure of better things in your ministry. Ninde no maana I am yebinte sure bya of igoro ase better things ministry even in the house of God. Amen. To
tuna uhakika ya mambo mazuri. ntobwate obumaeni bwa mangana Hatujafikia maya bado. ntoraikera bado Hatujapata bado. ntoranyora bado Hatujafurahia bado. ntoragokwa Kuna bado mambo makubwa ambayo Mungu ameandaa. amangana narorama Na hayo mambo yatatimia kwa wakati wa na Mungu. amangana ayiga goikera nase chinga kichya Nyasaye. Hallelujah. Amen. God used trials and difficulties in the life of Joseph to refine his character. Nyasaye agatumeka emechanda asobugimo bwa Joseph buligare arosie tabiyaye. Because character was needed for position. Ekiagara etabiya atakeire ase a position yaye. He could not be the second in command if he had a wrong character. If he did not have the right character, he could not save his brothers. If he was still holding grudges, he could not save his brothers. If he was still bitter in himself, he could not save the nation of Israel. So God used trials to make him. And in Genesis chapter 50 verse 20, this man has a testimony. He speaks to his brothers. As for you, you intended wrong against me, but the Lord intended it for good, so that such a day he will save many, including you. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I pray that somebody will have such a testimony. He will speak to his brothers. You'll speak to his neighbors. You'll speak to his enemies and tell them, as for you, as for you, as for you, you intended wrong against me. But God had a better plan for me. Hallelujah. Amen. I was looking at the life of an eagle. An eagle is a very interesting animal or bird. She makes a nest on a very high tree or on the top of a mountain. Or on a very top, a tall tree. Then on such a tree, when he is making the nest, he will go and look for thorns. Thorns. Miba. Anatangulia kuweka chini. Anaenda anatafuta nyazi. Anaongeza juu. Akipita hivi akipata nguo ya mtu haiko vizuri anapita nayo. Anaenda anaweka juu. Anataga mayai. Anaatamia. Anaagua vifaranga. Anaenda kutafuta vyakula, analisha wale vifaranga. Looks for food and feeds the eaglets. Then because the eaglets are eating they grow. They become fat. Praise the Lord. Amen. Some feathers grow on them. But because they are very heavy, they cannot fly. Hallelujah. Amen. So this mama wants the children to learn how to survive. So she will remove the clothes from the nest. Then remove the grass. And leave those thorns. Then because there are thorns now remaining, they will start to prick
those eaglets. So So when they are pricked, they will move out of the nest. They try to move out of the nest. When the eagle sees that they are on the edge of the nest, at the edge, kando kabisa, she pushes them. She pushes them out. Then they will go down. They are about to fall down. They don't know how to fly. They don't know. But the mother knows what to do. So when they are about to fall down, the mother comes below them, opens the wings. Then they land on the wings. She flies up, lifts them again. When they are about to fall down, she comes again, picks them up, takes them up again, and the circle continues. And for about 2 or 3 days, they now begin to fly. They begin to fly. I want to speak to you. When people are pricking you, wakati watu wanakutunga tunga, ni kwa sababu wanataka uanze kupaa juu. Wanataka usonge kiwango kingine. Wanataka uendelee kusonga mbele. Usonge. Kwa hivyo badala ya wewe kulia, anza kusonga mbele. Wakikutunga, wewe songa mbele. Wakikudunga tena, songa mbele zaidi. Ukitungwa zaidi, endelea kusonga kabisa. Maana wewe sio wa chini. Wewe ni mtu wa juu. Wewe ni wa juu sana. Biblia inasema wale wanaomngojea Bwana watapokea nguvu mpya. Watapanda juu kama tai. Watakimbia hawatachoka. Wewe unahitaji kupaa juu. Wakati wako wa kutembea imekwisha. Wakati wako wa kukaa chini imekwisha. Ni wakati wa kuanza kupaa. Wakati wa kwenda juu katika mambo ya Mungu. Wakati wa kwenda juu katika baraka zako. Wakati wa kwenda juu katika biashara zako. Wakati wa kwenda juu katika kazi zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati wa kwenda juu. Start going up. Soar up. Soar up. Panda juu, panda juu. Panda juu kabisa. Panda juu kabisa. Wanapokutazama, wasikutazamie chini. Wanapokutafuta, wasikutafute hapa. Waanze kukutafuta kule. Waanze kukuangalia pale. Waone uko pale juu. Maana hapo ndio unastahili kukua. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio maana mtu akaimba, hii sio ndoto yangu. Hii sio ndoto yangu. Hapa nilipo sio ndoto yangu. Naenda viwango vingine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Anza kwenda viwango vingine. Pokea neema ya kwenda kwa viwango vingine. Pokea neema ya kusonga juu. Pokea neema ya kwenda juu zaidi. Pata neema ya kusonga juu. Neema ya kuinuka ikupate. Neema ya Bwana inayoinua watu ikuje juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tumechoka mambo ya kulia. Tumechoka na mambo ya kulia. Kwa sababu tukilia ndio tunadungwa zaidi. Tukilia ndio tunachomwa zaidi. Tukilia ndio tunaumiza zaidi. Ni wakati wa kusonga sasa mbele. Kwa sababu Mungu anataka tusonge mbele. Yesu asifiwe. Jambo la pili. God knows how to achieve his plan for your life and service. He knows how. He knows. When he says you will be blessed in the city, he knows how. You will be blessed in the land.
He knows how. Namanye tena ki. The fruit of your womb shall be blessed. Ogo seseni akwenda yao ngango seseni He we. knows how. Namanye tena na ki. Your children will be blessed. Abana baomba seseni we. He knows how. Namanye tena ki. When he says in the house of a righteous man there shall be riches and wealth. Ekerako tebanga se nyomba yo monyaboronge mboto ko robo tenenku. He knows how. Namanye tena ki. Bwana Yesu asifiwe. Omone na ba. When he says you'll be above and not beneath. Ekerako tebanga no be igoro talinse. He knows how. Namanye tena When ki. he says you will be a lender and not a borrower, he knows how. Ekeramanye tenga ya no abante binto tali ayora sabe namanye te. Hallelujah. Amen. He knows how. Namanye tena ki. Anajua ni jinsi gani. Namanye tena ki. Anajua jinsi ya kufanya. Namanye tena ki Anajua akora. jinsi ya kutimiza. Namanye tena ki ago Anajua ikirania. jinsi ya kukamilisha kazi Namanye tenga yake. ki ago ikirania. Hajapungukiwa kwa lolote. Tarabo rukende Hajapungukiwa gyonse. kwa nguvu zake. Taraz boru ase chinguru chiaye. Hallelujah. Amen. Mwanzo 17 Omochaka no 15 mstari wa kwanza na wa pili. Oyo mstari omotangani no yo Biblia kabere. inasema wakati Abrahamu alikuwa na miaka 99, Biblia ngotabanga kera Abrahamu alengene miaka 90 Bwana Mungu akamtokea. Omonene akamuchera. Akamwambia, Akamotebia. mimi ni Bwana Mungu Inchenya sa. mwenye uweza. Oyo bwe chinguru. Mimi ndio mwenye uweza. Inche nimbwata chinguru. Tembea mbele yangu Tarabo sibwane. ukiwa mkamilifu, Ekeroro moikeranu. nami nitatengeneza agano la kudumu na wewe. Na inche nindo sio kobwata na kwa mirera monaye. Nitakuongeza Ninkomente na kanie. kukubariki zaidi. Naende ngoseseni mono. Bwana Yesu asifiwe. Omonene In abakwe. other words, Asama nganande. God was telling Abraham, Nyasai gari gotebi you Abraham. have not been multiplied Tora mente kanigwa. because I have not allowed it. Ekiagara tinda ancherana. You have not become great Tora abo monene. because I have not made you. Ekiagara tinda akorabo. Up to now you don't have a son Go ikabone gato bwati omwana omura. because I have not given you. Ekiagara tinda But akora. I want you to know one thing. Tage to manye gente I akana. am the Almighty God. Inche nyasa I am omonene. the all-sufficient God. Inche nkoru I am byonse. all-powerful Inche God. I omonyangu. am God who is able. Ninche nyasa okonyara. Everything that I told you Kerege ntona when you gotebe. are still 75 Ekiagara years, kwa lenga meronge stale even today you benetana. are 99 No nyere years. rokole kia I mero will kiana do na it for kiana. you. Ninge kora Bwana solo. Yesu asifiwe. Amen. Yale ambayo Mungu alikuahidi Alinya saa ukiwa na kwa miaka 20, emiaka no nyene sasa meronge ya ete. umefika miaka 40, Bona gwaikire sasa miaka umefika meronge. miaka 50, Bona gwaikire miaka sasa meronge umefika tano. miaka 70, Bona gwaikire miaka bado 70. Mungu hajachoka kutimiza. Nyasaye tararo Mungu sabo analifuatilia neno lake. Nyasaye gakobwatiringana lyaye. Bwana Yesu asifiwe. Omonene abakwe. Anauliza Yeremia, unaona nini? Igakobori Yeremia ninkioroche. Unaona nini? Ninkioroche. Yeremia 1:11. Yeremia eya mo 11. Unaona nini? Ninkioroche. Yeremia anasema ninaona kijiti cha mlozi. Yeremia tabanga negetendoche. I have seen a branch of an almond tree. Narolire egete. And God tells him, you have seen well. Ngaikwa Nyasaye moboli ngaikwa kerora. Sijui watu mnaona vizuri ama mnaona namna gani? Timanye tinga abantu mbuya mokorora gosena Mungu kimokora. anakuuliza unaona nini? Nyasaye gao koboli ninkioroche. Unaona nini kwa maisha yako? Inkioroche asobo gimabwa. Unaona nini kwa familia yako? Inkioroche ase familia. Unaona nini kwa wokovu wako? Inkioroche asoko Unaona nini kwa kazi yako? Inkioroche ase meremo yao. Yeremia alisema nimeona kijiti. Yeremia agatabanga narolire egete. Na Mungu akamwambia umeona vizuri. Na Nyasaye akamotebi kwarolire. Kuna watu wenye wanaweza kuona vizuri. Abantu bararore buya. Watu wako hapa wanaweza ona vizuri. Abantu barambarore buya. Kuna watu kwa huu ulimwengu ambao wanaweza kuona vizuri. Abantu barasense baranyare korora buya. Watu hawaoni vizuri. Abantu bari korora buya. Mungu akimuuliza unaona nini? Amunyasao kumubuli ninkioroche. Anasema mimi naona tu shida. Aba batabanga njene Naona tu mechando yo. mahangaiko. Njene mechando yo Mimi naona tu hata hakuna haja ya kuendelea kuishi. Njendo chenga acha te yo. Mimi naona tu mimi sasa ndio nimelaniwa. Igondo chenga incheni Naona tu mimi ndio niko na shida kwa hii dunia.
naona tu sijui Mungu aliniumba namna gani. Naona tu sijui kwa nini Mungu anakubali mimi niteseke. Yaani watu hawataki kuona vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona vizuri hayo mambo yanakuwa yako. Lakini ukiona vibaya unahitaji kuguzwa tena. Unahitaji kusaidiwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema let the weak say I am strong. Hallelujah. Amen. Kuna mtu mnyonge ambaye anaweza sema mimi ni mwenye nguvu. Mtu anaweza sema mimi ni mwenye nguvu. Hapana kuangalia unyonge wako. Angalia kwamba wewe ni mwenye nguvu. Wewe ni mwenye uwezo. Kwa sababu sio nguvu zako, sio uwezo wako, bali ni uwezo wa Roho Mtakatifu ambao unatenda kazi ndani mwako. Hallelujah. Amen. God knows how. God knows how. Gideon is a strong man of war. But he is hiding in a cave. Hallelujah. Amen. There are strong armies of God here hiding in caves. People hiding in caves. They are not ready to go for war. And if they are going for war, they want to take a very big army behind them. They want 30,000 of army. But God tells him, these ones are not going to fight. These are cowards. Ask them if anybody is afraid, let him go back home. And by the way, they went back. From 30,000 to 3,000. They went home. God still tells Gideon, these ones are still cowards. Go to the river. Tell them to drink water. There are those who are drinking, but they are looking forward. They are looking if an enemy is coming. They are still afraid. Tell these people to go home. But these who are not afraid, they are licking the water like a dog. These ones will fight. And with 300 people only 300 people, there was victory. Hallelujah. Amen. God knows how. He knows how to achieve his plan. Just imagine he dries a brook. He makes the brook cherry to dry. Maji kakauka kabisa. Na ule kunguru ambaye alikuwa analeta chakula kwa mtumishi wake akakataa kuleta tena. Alafu anamwambia inuka. Enda huko. Nimeandaa mtu. Nimeandaa mjane. Atakulisha. Siku zote mpaka kiangazi ishi. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mwenye ameandaliwa hata ana kitu kwa nyumba. Anaokota tu vijiti mbili hivi za kuni aende kutengeneza chakula. Hallelujah. Amen. Yesu asifiwe. Wewe mwenye uko unaokota tu vijiti mbili uende kukula leo na ukufe. Hautakufa. Haukufi. Kuna Mungu wa kuleta vyakula. Kuna Mungu wa kuleta baraka. Kuna Mungu wa kuleta matumaini. Kuna Mungu wa kuleta ushindi. Kuna Mungu wa kuleta kuinuliwa. Unafikiri imefika mwisho, ndio Mungu sasa ameanza. Unafikiri mambo yameisha,
ndio sasa mambo yameanza. Unafikiri baraka zako zimeisha, ndio sasa baraka zimeanza. Unafikiri kuinuliwa kumeisha, ndio sasa kuinuliwa imeanza. Unafikiri uzima wako umeisha, ndio uzima umeanza sasa. Hallelujah. Amen. He knows how. Namanyete inaki. He knows how. Namanyete buna inaki. Mama mjane Mongina omubaraka anakuja anaambia Elisha, agochote bi Elisha, wewe unajua mume wangu vizuri. aye no manyete omusacha onabuya Alikuwa mtumishi wako. iga alenge omusombo. Mume wangu alikuwa anakaa na nyinyi manabii. Omusacha ona iga amanyete na inu abanabi. Mlikuwa mnafanya na yeye kazi pamoja. Mwale gokora emirimo amo. Na hiyo kazi mnajua haina mshahara. Nemirimo yimo maetete bwate mushahara. Huku tukakuwa na madeni. Tukatwara madeni amange. Tukafikiri atakuja alipe madeni, hakukuja kulipa. Tukarengera lingo chare gwaka na madeni taje tigwaka. Sasa saa hii amekufa. Bona igo kuri. Amezikwa. Utinde kintu. Mtu wa deni amekuja. Omonto weli deni ochire. Anataka kuchukua hawa watoto. Igata gete koira abana aba. Sasa wewe niambie. Bona yentebi. Nataka uniambie ukweli. Tegetonde byo umaene. Ule Mungu mlikuwa mnasema mnafanya kazi. kazi. Tabanga naro. Ako wapi? Ngayale. Watoto wangu wachukuliwe. Abana bairwe. Na bwana yangu alikuwa anafanya hii kazi yenye mnafanya. No mugako na igale wakore miremeye kwokokora. Bwana Yesu asifiwe. Amonene abakwe. Elisha alimwambia nini? Elisha ngia motebeti. Ingia kwa nyumba. So nyumba. Nenda kwanza kwa majirani. Genda sama majirani. Chukua mitungi yote huko. Irusie mitungi yote. Omba mitungi yote. Sabe mitungi yonsi. Omba mitungi yote. Sabe mitungi yonsi. Weka kwa nyumba. Weka abinyumba. Funga mlango na watoto wako. Sieko mlango na wana wao. Ile umesema uko nayo kadogo. Kelibwata bobwate gesinini. Umesema kuna tumafuta tudogo. Bobwate bibute bisinini. Hata iwezi kupaka uso ingare. Otanyare kwako bosibo mekameke. Anza kumwaga. Chaka ko umura. Mwaga. 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 Umura. Wapi vitu vingine tuweke ndani? Na yeye bintu binde tobeke naende. Kuna imeisha. Byaeli. Bwana Yesu asifiwe. Omonene abakwe. Bwana Yesu asifiwe. Omonene abakwe. Yesu asifiwe. Omonene abakwe. Kuna matumaini kidogo umebaki nayo. Ogosema linkoro tikalete nakwo. Kuna imani kidogo umebaki nayo. Ogosema linkoro bwate. Anza kumwaga. Chaka kumura. Mwaga mbele ya Mungu. Chaka kumura bosanya. Mwaga mbele ya Mungu. Mwaga kwa Mungu kwa maombi. Genda sinya sasa. Mwaga kwa Mungu kwa maombi. Mwaga. Nakwambia hiyo imani yako kidogo itakuwa kubwa zaidi, itasababisha mambo makubwa, itasababisha baraka nyingi, utakosa mahali pa kuweka baraka zingine. Yesu asifiwe. Amen. Utakosa mahali pa kuweka. No sinyu asokobeka. Utashangaa. No kumie. Hallelujah. Amen. Mungu alisema, umonta agateba, wakati Mungu anafanya jambo maishani mwangu, wanadamu watabaki wanashangaa. Wakati Mungu anafanya nini? Ekero monene agokoraki. Ekero agokora lingana. Wakati Mungu anafanya jambo, ekero monene agokora lingana, wanadamu watabaki wanashangaa. Bakumetie. Wale waliona umefika mwisho, bali baroche gwaikira mwaelio, waone umeanza mwanzo. Mbarole ba wachakira kuchaka. Walikuona chini, ekero bakoroche insi, wakuone unaenda juu. Mbakorole gokogenda. Waliona umefilisika, bali baroche ngabwa, wakuone umejaziwa tena. Mbarole koichi. Waliona hauna matumaini, waone una matumaini makubwa. Waliona kizazi chako kimeisha, waone kuna jeshi kubwa limeinuka. Waliona kwamba umefika mwisho, waanze kushuhudia sasa kuna Mungu wa mwanzo mpya, kuna Mungu wa kubariki tena, kuna Mungu wa kuinua tena, kuna Mungu wa kuponya tena. Hallelujah. Amen. He knows how to do that. Namanye tena kiago korayo. Anauliza Jeremiah. Igakoboli Jeremiah. Sio Jeremiah, Ezekiel. Ezekiel. Hii mifupa mikavu ama ugaya momo inaweza ishi? Nanya areko menya. Jeremiah, Ezekiel anamwambia, Ezekiel yomotebia, mimi sijui, njeti manyeti, wewe ndio unajua. naye umanyeti. Hallelujah. Amen. Kuna mambo ambayo hatujui, amangana nari tutamanyeti, kuna vitu ambavyo hatujui, ebintu mbiri tutamanyeti, yeye anajua nero umanyeti, na atatenda kwa ukuu wake. nande nakora sobonene. Jambo la tatu, lingana lya gatatu,
He works through circumstances, events, and people to achieve his plans and purpose. He works through circumstances, people, and events. Hallelujah. Amen. He works through circumstances. He works through people. He works through events. And he will always accomplish his purpose. Yes, wasifiwe. God had a plan to get the Jews back to their land. When they were in captivity in Babylon. So they had been captured for 70 years. And it was now time for them to go back home. And you know, when you have become a captive to somebody, you become his property. So he cannot lose you. If he will lose you, then he has to sell you. He has to sell you and get profit from you. So these Jews were the property of Babylonians. Property, mali. Hallelujah. Amen. But God wanted them to go back to their home. So what happened? He raised the passions. He raised the passions. He gave them power. So they became strong. That is what he says in Isaiah 45 from verse 1. He speaks to Cyrus. Cyrus is the passion. He tells him that I have carried you. I am the one who has called you. I have called you. I have carried you. I have held your right hand. I will go before you. I will break down every mountain. I will bring down all the gates of bronze. So which were these gates of bronze? Babylon. I will lead you. I will go with you. I will strengthen you. Even if you don't know me, I have called you. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawajui Mungu. Kuna watu hawajaokoka. Kuna watu hawajui Mungu ni nani. Lakini hao ndio watu ambao Mungu ametengeneza kwa sababu yako. Mungu amewatengeneza kwa sababu yako. Hallelujah. Amen. Inawezekana unaenda kwa interview mahali penye watu wengi wanakujua. Lakini wale wanakujua hawakupitishi. Hawakupitishi. Unazidi tu kukaa pale. Unafanya interview unamaliza. Haupiti. Na wale watu wanakujua. Unashiriki nao. Unaishi nao kwa kijiji. Ni marafiki zako. Ni watu wa nyumbani kwenu. Lakini hawakupitishi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie, kuna mtu Mungu ameandaa. Yule asiyekujua, yule ambaye hakujuani na yeye, huyo ndio anakuja kwa maisha yako. Huyo ndio anakuja kusaidia maisha yako. Huyo ndio anakuja kukutetea na kukupigania. Yesu asifiwe. Amen. Watu wanatamani kutetewa na kupiganiwa. Lakini unapata watu wote wa familia wameenda kando. Wamekuacha peke yako. Unafikiri watu wa kanisa watakusaidia? Watasimama na wewe. Wanasonga mbali. Unafikiri sasa wale watu wa uko kwenye ulitoka huko ndio watakupigania? Lakini hawakupigania. Wacha nikuambie, kuna mtu Mungu anaandaa. Kuna mtu Mungu anaandaa. Kuna mtu Mungu anaandaa. Kuna mtu Mungu anaandaa.
mtu atakuja kwa wakati wa Mungu. Mungu akaandaa mpashan. Nyasaye akaaliga niyo mopasha. Anaitwa Cyrus. Okoroku Cyrus. Akakuja akapigana na Wababiloni. Agachicha akaruana na Babiloni. Akawashinda. Akababua. Na akaambia Waisraeli. Akatebia Waisraeli. Mungu wenyu. Nyasaye ino. Amesema watu waende kujenga hekalu. Otebira abantu bagende kwagache nyumba yae. Nyinyi mnajua ni wapi hiyo hekalu inafaa kujengwa? Wacha nikuambie. Mungu atakurudisha na ushindi. Mungu atakurudisha na ushindi. Mungu atakurudisha na ushindi. Muamini Mungu. Anajua yale ambayo amekuandalia. Anajua yale ni mazuri na yatakayoleta utukufu kwake. Anajua yale ambayo yatafanya jina lake liinuliwe. Anajua yale ambayo vile ambavyo atayatimiza. Mtumainie Mungu. Mtumainie Mungu. Katika hali ngumu, mtumainie Mungu. Wakati wa ukosefu, mtumainie Mungu. Wakati hauna chochote, mtumainie Mungu. Mambo yamekuwa magumu, mtumainie Mungu. Watu wamekukataa, mtumainie Mungu. Mungu atakusaidia. Nataka usimame kwa miguu yako asubuhi ya leo. Amen. Mungu anajua mambo yote, naye atayatenda. Atakutendea. Muamini. Mutegemee. Mutumainie. Mungu atakutendea. Yeye atatimiza. Mbeleni na endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana unipandishe elimu, Bwana uninue kweli kwa imani, nisimame nipande milima yote kweli, Bwana unipandishe. Nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, kweli nitaomba nifikishwe Yesu. Amen.
wa kupanda juu zaidi, sio kwa sababu ya nguvu zako, bali ni kwa sababu ya nguvu za Mwenyezi Mungu. Nasema wale watakao mngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kama tai, watakimbia hawatachoka. Una nafasi ya kwenda juu kabisa, una uwezo wa kwenda juu kabisa, kwa sababu Mungu yu pamoja nawe. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, jina lenye uwezo na mamlaka, jina lenye nguvu, tunakushukuru na kuhimidi, maana wewe ni Jehova. Umekuwa kwetu mwema, umekuwa mwaminifu. Asante kwa baraka zako, asante kwa ushindi wako, asante maana kwa mambo yote Jehova wewe una sababu na maisha yetu. Mfalme, unatenda mema kwa mambo yote, ili kwamba tufanane na mwanao Yesu Kristo, ili kwamba ahadi zako zikatimie, ili kwamba ukuu wako na utukufu ukaonekane kwa maisha yetu. Na kushukuru kwa wapendwa ambao wamesikiza neno, na kushukuru Mfalme, maana kuna wale ambao walikuwa wamerudishwa chini, kuna wale ambao walikuwa wamepoteza matumaini. Sasa umeinua tumaini, umewapa tumaini jipya, umewapa nguvu, umewapa uwezo. Ninaombea kanisa lako, kanisa la Yesu Kristo, mwili wako Mfalme ukatengenezwe, ukaendelee kukua katika kukujua, katika kutembea kwa njia zako na katika kutenda mapenzi yako. Asante kwa ibada ya siku ya leo, asante kwa kubariki kanisa lako, asante kwa kubariki wasikilizaji na watazamaji, asante kwa kuhudumia maisha yao. Ninaomba kwamba Mfalme utalifuatilia neno lako ukalitimize. Tenda mema, maana wewe ni Jehova, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Tunaweza kaa kidogo tusikize matangazo kutoka kwenye studio yetu. Asante. Hatuna matangazo kutoka kwenye studio yetu. Asante kwa watazamaji na wasikilizaji na wote ambao wanapata hili neno. Tunataka kuingia katika kutoa sadaka zetu, na zaka na matoleo mengine, mavuno na vyote ambavyo Bwana amekubariki navyo. Tunataka kutoa kwenye madhabahu yake, na Mungu atatubariki. Kwa hivyo kama umepata bahasha na unataka kutoa fungu, weka ndani, andika majina yako yote ambayo unatumia kwenye kanisa ama yaliyo kwenye membership card yako, alafu unaleta pale mbele. Bwana atakubariki kwa hayo. Asante sana. Tunapotoa sadaka zetu, tunabaki kuwa wa baraka kwa nyumba ya Mungu. Haja yangu ni wewe, wewe tu, nachotaka ni wewe, wewe tu. Haja